Jamii inatufundisha wanaume na wanawake kutokuaminiana kabla hata hatujakutana. Kabla hata mwanaume na mwanamke hatujakutana katika malezi yetu, katika makundi yetu tunakutana na jamii na watu mbalimbali, unaambiwa. Kama wewe ni mwanamke unaambiwa, hivi unamwamini mwanaume 100%? Hivi unamwamini mwanaume? Mwanaume anabadilika. Wewe umeona wapi mwanaume mwaminifu? Hey, kwa upande wa wanaume pia, kabla hata hatujakutana mwanaume tayari kashaambia. Unamwamini mtu aliyekaa na nyoka akashauriana naye? Wewe mwanamke ni mtu wa kumwamini? Hakuna kujiachia sana ukiwa na mwanamke, usiopoke sana mambo yako. Automatic, kabla hata hatujakutana, kila mtu akikutana na mwenzie, mwanamke ametoka kuambiwa kuna mambo mengi, kuna kumwamini mwanaume, kuna nini. Na mwanaume anatoka alikotoka, ametoka na aliyoambiwa. Hivyo inapotokea kosa kidogo, ukimkanyaga tu ugomvi huu, kwa sababu kila mtu anapokutana na mwenzie tayari ameshajihami. Kwa hiyo wewe kama mwanamke, hata unapokutana na mwanaume mzuri, staarabu, anayekupenda kwa dhati, yuko pale kwa ajili yako, wewe akili yako inakwambia, huyu anaigiza, huyu sio yeye, wewe subiri. Muda wote unakuwa uko tayari kutafuta kosa, sio kwa sababu amekuumiza, sio kwa sababu umpendi, ila ni kwa sababu ulifundishwa kutarajia maumivu. Matokeo ya mambo haya, wote wawili tunakutana, lakini hakuna anayekuja kama binadamu kamili. Kila mmoja anakuja akiwa na hofu pamoja na tahadhari. Bell Hooks alieleza kuwa mfumo dume unawafundisha watu kuogopa upendo kabla hata hatujajifunza jinsi ya kupendana. Pengine tatizo sio wanaume, pengine tatizo sio wanawake. Labda tatizo ni kwamba tulifundishwa kutokuaminiana kabla hata hatujajifunza kumuona mtu kama binadamu mwenye mapungufu, mwenye madhaifu, mwenye mazuri, na kumpenda na kumkubali namna alivyo. Mimi sina la ziada isipokuwa naomba nikuulize, wewe ulifundishwa kitu gani kuhusu jinsia ambayo sio ya kwako? Jina langu ni Judith Isaac. Hii ni Swahili Stories na Judith Isaac. So polite. Share, follow ili tukutane kwa mara nyingine.